Hello familia waza elimu, karibu katika video nyingine ambayo inajibu swali la wadau wa elimu au wanafunzi wana vyuo ambao wanaoelekea vyuoni au waliopo vyuoni wanaouliza swali, je, serikali inatoa mkopo kwa upande wa wanafunzi wa ngazi ya diploma au certificate? Jibu la hili swali ni ndio na pia unaweza ukasema pia hapana, kwa sababu limeuliza upande wa certificate na diploma. Na kwenye upande wa diploma ni ndio, na kwenye upande wa certificate ni hapana. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa inatoa kopo kwenye upande wa ngazi ya diploma, lakini certificate bado. Hapo awali ilikuwa inatoa mkopo kwenye upande wa ngazi ya chuo kikuu au degree pekee, na baadaye ikawa inatoa na kwenye upande wa masters na kwenye yani nikimaanisha postgraduate mbali na degree au level ya degree. Lakini kwa miaka hivi karibuni imetanua wigo mpaka kuwafikia walengwa au wanafunzi wa ngazi ya stashahada upande wa diploma au kwa lugha ya Kiingereza diploma. Wao pia wanapata nafasi ya kufaidi mkopo wa elimu ya juu kupitia Bodi ya Mikopo Tanzania, ambayo ina jukumu la kusimamia ugawaji wa mikopo kwa elimu ya juu kuanzia diploma, degree pamoja na upande wa postgraduate. Kwa hili ndio jibu sahihi. Sasa kwenye upande wa diploma ni kweli serikali inatoa mkopo, lakini kuna kozi chache ambazo zimepewa kipaumbele kwenye kupata mkopo, au kozi ambazo zinapata hichi kipaumbele kwenye kupata mkopo ni zipi? Kwenye upande wa diploma, kozi ambazo zina kipaumbele, kwanza, kipengele cha kwanza ni kozi za afya, health and allied sciences. Hizi ndio kozi ambazo zimepewa kipaumbele kwenye upande wa kipengele au kada ya afya. Lakini kwenye kipengele au kada nyingine ambayo imepewa kipaumbele kwenye upande wa diploma kupata mkopo ni education and vocational training, masuala au kozi zinazohusu masuala ya elimu pamoja na ufundi. Na hizo kozi ni kama diploma in education kwenye masomo kama physics na somo lingine lolote la sayansi. Yani mtu awe anasoma physics na somo lingine la sayansi, inaweza kama mathematics, computer science na masomo mengine. Kwenye diploma in education, mathematics na somo lingine. Yani ukiwa na mathematics lakini una somo lingine kama physics, computer na masomo mengine. Kwenye upande wa diploma in teaching technical and vocational education, diploma ya ualimu lakini kwenye upande wa masomo ya technical pamoja na vocational education, masomo yale ya ufundi ambayo yanahusu ufundi. Kwa hizi ndio kozi ambazo zimepewa kipaumbele kupata mkopo ukiwa unasoma haya masomo, ukiwa unasomea haya masomo kwenye upande wa walimu kwenye diploma, ngazi ya diploma. Na ngazi nyingine ni kwenye upande wa ngazi nyingine au kada nyingine ambayo imepewa kipaumbele ni transport na logistic. Kwenye upande wa transport na logistic kuna aircraft mechanic, shipbuilding and repair, railway construction, kuna maintenance, kuna global logistic and supply chain management, marine transport and nautical science. Kuna kozi nyingi hapa zinaonekana hapa. Ni vyema zaidi ukachukua muda kusoma guidebook au guideline and criteria for loan wa upande wa diploma kwenye mwaka husika, yani mwaka wa masomo. Kwa mfano kuna mwaka jana 2024-25, 2000 na hii itatoka au itakuwa imeshatoka hii ya mwaka 2025 kwenda 2026.
Lakini kwa taarifa rasmi, bodi ya mikopo ilitangaza kuwa zitatoka za mwaka 2025-26 zitatoka tarehe 15 mwezi wa 6. Kwa hiyo tunasubiri zikitoka tutakusogezea. Mbali na kozi za upande wa kada ya usafirishaji, kada nyingine ambayo imepewa kipaumbele kwenye upande wa kupata mikopo ya elimu ya juu kwenye ngazi ya diploma ni kwenye upande wa energy engineering, mining and science. Kuna renewable energy engineering, hydro, wind, solar na pipeline, oil and gas engineering, oil and gas engineering technology. Kuna kozi nyingi hapa ambazo zimeorodheshwa, nimekuwekea hapo kwenye video, unaweza ukaziona. Lakini pia unaweza ukasoma kiundani kupitia kwenye guidebook ya upande wa diploma au utoaji wa mkopo upande wa diploma mwaka husika. Na kada nyingine ambayo imepewa kipaumbele ni agriculture and livestock, kilimo na ufugaji. Kuna kozi kama laser technology, food technology, human nutrition, sugar production technology, sugarcane production technology, veterinary laboratory technology, horticulture, irrigation engineering and agro mechanization. Hizi ndio kozi ambazo zipo kwenye cluster 1, yani zimepewa kipaumbele cha juu zaidi, kipaumbele namba 1. Na kipaumbele namba 2 kuna kozi kama vile energy engineering, mining and science, agriculture and livestock na zingine ambazo hazijatajwa, lakini unaweza ukaomba na ukapata mkopo. Na utaratibu wa diploma pia huwa wanaomba mkopo kama inavyokuwa kwenye upande wa degree, na wao wanafuata ule utaratibu, wanaomba. Baada ya hapo majibu yanatoka awamu ya kwanza, ya awamu ya pili, awamu ya 3, na huwa wanatoa pia nafasi ya kukata rufaa. Unaendelea kama kawaida, kama utaratibu wa kawaida ulivyo kwenye uombaji wa mkopo kwenye upande wa bodi ya mikopo Tanzania. Tunaomba uendelee kufuatilia channel yetu kwa taarifa zaidi, na tufollow kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram, Twitter, WhatsApp, ambao tunapatikana kwa wepesi zaidi kupitia huduma ya WhatsApp channel. Pia kusubscribe na kulike channel yetu. Asante kwa kutusikiliza.